Bana, karibu na michezo kote pale ulipo. Ni wananchi ndio wenye furaha mara baada ya utambulisho ama ni comeback ya kibabe, surprise mitaa kijani na njano. Selemani Mwalimu Gomez ni mwananchi. Jana alionekana akifanya mazoezi na Simba na amekula chakula cha usiku, lakini cha kushangaza ametambulishwa kwenye peji ya Young Africans. Niko na Uchebe wa Young Africans hapa, tutakwenda kusikia mengi, ungana nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Uchebe, pengine mwogo huu kwanza una maana gani kabla ya package au maandalizi? Maandalizi, kuna watu walifanya maandalizi. Ametuma nauli, kaandaa kifurushi huku kwamba leo mama watoto na enjoy maisha. Oho, inafika saa 11 jioni anatumiwa message, baby nikwambie kitu. Jamali najitutumua, niambie baby, hamna shida. Nikwambie kitu, nimefiwa siwezi kuja. Oya, wewe umenunua miogo, tango, umeweka pilipili, umeenda karanga, umechukua na mkongo, umeongeza, umechukua na energy, umeongeza, uwe mwanaume shupavu. Kumbe amefika karibu na kwako, afu ameenda upande wa pili. Ngoja, tulia. Umewaambia washikaji leo stock out, nina shughuli ghetto. Twende moja kwa moja Uchebe, utambulisho wa Selemani Mwalimu ulitarajia? Mimi nilikuwa najua, kwa sababu msemaji aliwaambia mapema kuna mchezaji anacheza kwao, ila mwanzo wa msimu anacheza. Umenielewa? Ni mchezaji wetu lakini anafanya mazoezi kwao. Ndio pale tuliandika namba 6. 6 ukigeuza inasomekaje? Kana hangaika na 9 na 6 huko. Wanafurukuta na 6. Wanatafuta 6 ya Yanga ni ipi? 6 ya Yanga ni ipi? Allah. Kumbe pale mimi nilikwambia sisi ndo watu ambao tumehusika kuwa na mahusiano bora na Wydad, kwamba Selemani Mwalimu maisha aliyoishi huku kwa mkopo ameteseka sana. Wydad msuluhusu huyu mchezaji kama zao letu la Kitanzania, mshambuliaji, maisha aliyoteseka aendelee kuteseka. Wanasema hawataki kuamini, wanasema pengine ni AI. Yanga haimiliki AI. Tukifanya tumefanya kweli. Sio kama mmeenda kuharibia wenzenu kule Morocco. Sikiliza, sisi tumefanya usajili wa malengo. Watu wasija katuingiza kwenye mkenge kwa tia ubaridi wana Yanga kwamba Selemani Mwalimu hatacheza. Selemani Mwalimu wamewakomoa Simba. Sisi tumefanya usajili mtakatifu, sio wa siasa. Leo hii Yanga tuna Toure mshambuliaji, Pito Sharulile, tuna Miambo, tuna Mzize. Umenielewa? Na Mwalimu anakuwa wangapi? 5. Miambo hana experience ya kutosha kwenye michuano ya kimataifa. Tunakuja Mzize ana majeraha. Tunategemea kuanzia mwezi wa 10. Kuanzia mwezi wa 10 anaweza karejea kwenye game. Tunabakiwa na washambuliaji wangapi? 3. Umenielewa? Ambaye Sharulile na tayari hapo Sharulile, Tule pamoja na Selemani Mwalimu. Tumefanya kosa. Wani tumecheza hapo. Turudi hapa, jinsi ambavyo umemchukua, mazingira yalikuwaje? Ubaili wao umewaponza. Wangetoa mzigo, Selemani Mwalimu akaenda. Wanatambulisha mali sio yako. Na hii iwe ni funzo kwa hivi vilabu. Unajua kuna wakati tuwe serious kwenye kufanya jambo. Kwa nini nasema hivi?
Simba hii sio mara yao ya kwanza kufanya makosa. Wanatambulisha mchezaji wakati hawajamalizana. Walianza kwa Lameck Lawi, kama mnakumbuka, walimtambulisha Coastal Union, akaja akapinga, akarudi. Leo hii Lameck Lawi amecheza Azam. Uongo kweli? Wamekuja wamemtambulisha Selemani Mwalimu, tena mbwembwe kibao, wakatuambia na sisi tunahusishwa. Tukaambia sawa, mwenye kisu kikali ndo hula nini nyama. Umeshaitoa nyama kwenye ngozi, yaani ile ngozi ya ng'ombe ikiwambwa hapa, nani ameitoa nyama kwenye ngozi? Bila kisu kikali huwezi kutoa ile nyama. Umenielewa? Sisi walivyotuletea mbwembwe tu, tukaambia is enough. Tukaongea na Wydad. Mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ni nani? Niambie klabu gani haingii Engineer S? Selemani Mwalimu amemchukulia wapi? Ngoja, niambie klabu gani Engineer S haingii? Klabu gani? Yeye amemchukulia wapi Mwalimu? Wydad. Wydad. Lakini alionekana Simba. Wydad. Kivipi Wydad? Wanaoumia ni nani? Si Wydad? Wanaoumia ni Simba. Ni Simba kumbe. Ndio wanaoumia. Kuumia kivipi? Wanaumia kwa kuwa wapo kwenye banda. Wanaumia kivipi? Wanashindwa kuelewa. Wanashindwaje kuelewa kwamba mle ndani joto limezidi au vipi? Tuambizane. Mchezaji alikuwa kwao. Walikuwa kwao mpaka saa 3 usiku jana, mpaka saa 3 usiku. Picha wanazo. Selemani aliaimba ule wimbo wa Selemani we Mbosso. Ile dili limekamilishwa na Mbosso. Na huyu Sele mlikuwa na malengo naye ama mnawakomoa tu majirani? Tumeambia malengo ya Selemani Mwalimu tunayo na anacheza. Niwahakikishie kama tukipanga safu ya washambuliaji, umenielewa? Siku najua kuna sheria ya kuchezesha wale wachezaji wa kigeni. Selemani Mwalimu lazima cheze kwa sababu tumebaki na hawa washambuliaji halisia. Ukimwondoa Miambo na Mzize, wambaki hawa wageni. Selemani Mwalimu anakosaje namba? Na wakati msimu uliopita ameonyesha yeye ni mchezaji mkubwa na ana experience ya kucheza mechi kubwa. Wao nafikiri Selemani Mwalimu kesho akicheza afungi goli? Sijui nacheza naye nani. Selemani Mwalimu kesho akicheza afungi goli? Lakini wamesema wao matarajio yao makubwa kuzima upepo huu ni kumleta Faila Sufri kwa kupitia kampeni ya challenge jambo linaendeshwa kumleta X-Factor kumzima. Si mwingine ni Beauty. Bro, unajua tunazungumza mpira. Umenielewa? Tunazungumza nini? Kufanya usajili wa mchezaji sio rahisi kama kuchemsha maji kuoga. Na ndio maana wananunua jezi. Nakwambia tena, nielewe vizuri. Kufanya usajili wa mchezaji mkubwa sio kama na kuchemsha maji ya kuoga. Wanahela ziko benki. Sikiliza. Mimi leo nakuja dukani kwako, nakwambia nahitaji bidhaa hii, nikakwambia hela iko benki, utanielewa? Unajua mimi ni mnunuzi? Pesa kwani natoa wapi? Ngoja. Nikikwambia pesa ninayo benki, nahitaji bidhaa yako, utaniona mimi ni mteja? Mbabaishaji. Simba wababaishaji Kabisa. Kwa hiki kilichotokea viongozi wanatengeneza taswira na wanaenda kuzalaulika kwa wanachama wao. Wameonyesha wao ni watu wa propaganda kuliko vitendo. Huwezi ukamsajili mchezaji ukawatambulishia ukawahakikishia hafu mwisho wa siku mpinzani wako anamchukua. Silikuwa surprise. Kwa hiyo leo Simba amepigwa surprise nyingine. Surprise juu ya usajili wa Yanga umekwisha au bado tunahitaji kujasia kikosi? sisi
kwa sababu dirisha halijafungwa na usajili wa ndani muda bado unaruhusu, tunaweza tukashusha chuma kingine bado tunashusha, haiishi mpaka wao sasa hivi watuambie mchezaji gani ambao tunashindana naye. Mimi nikuombe tupate neno lako tu la mwisho la baraka kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Yanga bingwa na Selemani Mwalimu anafunga. Yanga bingwa. Yanga bingwa na Selemani Mwalimu anafunga. Umenielewa? Itoshe kusema kuchukua Selemani Mwalimu kwa Simba kuja Yanga tayari point hizi, na Selemani Mwalimu ndio mshambuliaji bora. Comment yako sasa. Lile goli ambalo Mwalimu alifunga Zanzibar, inaonekana ilikuwa sio goli sana. Lile ni goli halali. Lile ni goli halali. Unasemaje? Lile ni goli halali. Nasema hivi, lile goli la Selemani Mwalimu kule Zanzibar, lile ni goli halali. Aliwafunga nyinyi Yanga. Aliyetufunga sisi. Sisi Yanga tulifungwa na Selemani Mwalimu. Kilia goli. Mwamuzi ndo aliyemdhulumu Selemani Mwalimu goli. Mbona mkusema mapema sana? Nani? Leo ndo limekuwa goli. Lile ni goli halali. anakwenda kulipa deni kesho. Umenielewa? Lile ni goli halali. Mimi siwezi kumkosea heshima Selemani Mwalimu. Mimi sijawahi kanusha kusema Selemani Mwalimu hajatufunga Yanga, na lile sio goli halali. Mimi nilishasema Selemani Mwalimu ametufunga goli halali zuri, tamu, la kuvutia, la kiwango. Nimelipenda lile goli, ndo nataka liwekwe display. Umeelewa? Lile goli lina ushawishi. Lile la Zanzibar, Diala alifungwa goli safi kabisa. Mwamuzi pale ndo alikuwa na makosa. Mwamuzi ndo alimnyima goli halali Selemani Mwalimu. Naungana na bodi ya ligi. Leo mimi nakwambieni, bodi ya ligi ilikuwa sahihi kwamba Selemani Mwalimu alifunga goli, alinyimwa goli. Kwa kama msimu uliopita Selemani Mwalimu kwenye ligi alikuwa na magoli 9, ongeza na lile liwe 10. Mimi nashukuru Selemani Mwalimu pure.